Shalom shalom, na kusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini kwamba upo salama na sisi tupo salama. Haleluya, wana wa Mungu, nawashukuru tena sana kwa kuendelea, kwa jinsi mnaendelea kuonesha upendo wenu ndani ya Yada Family. Kwa kweli Mungu aendelee kuwabariki, awatendee mema. Kwa hivyo hatujakoma kuendelea kutafsiri ndoto ama ndoto na tafsiri zake hapa ndani ya Yada, ama kuendelea kuongea mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo siku ya leo tunaenda kutafsiri moja kwa moja ndoto za kumuona mtu amekufa. Mungu atusaidie sana. Mwana wa Mungu, leta kitu weke mahali pamoja, uketi ili tujifunze pamoja. Je, kumuona mtu aliyekufa bina madhara gani ama bina faida gani? Hapa ndani ya Yada tunaenda kutafsiri moja kwa moja ndoto za aina hiyo. Tumeze mate kidogo ili tuendelee na ndoto hiyo. Karibu sana. Wana wa Mungu, kama vile tulivyosema kwamba leo tunatafsiri ndoto ya kumuona mtu amekufa, ama ukiona mnazika mtu ama mtu aliyekufa anakuja kukuongelesha katika ndoto, ina maana gani? Je, umewahi kuota ndoto za aina hiyo? Umewahi kuona mtu amekufa? Umewahi kuona unaongea na waliokufa? Aidha ulimuona babako au mamako ama dadako ama kakako akiwa amekufa, lakini anakuja kwenye ndoto mkizungumza 1 2 3. Je, unakumbuka maneno mlioongea ni nini? Ni maneno ya aina gani? Ni maneno mazuri ama mabaya? Kwa hiyo kaa hapa ndani ya Yada tuendelee kutafsiri. Kwa kweli najua kwamba utatoa hapa funzo fulani. Ukimwona mtu amekufa ndani ya ndoto, moja kwa moja, wana wa Mungu, tulisema kwamba ndoto ni maongezi yetu na Mungu, ama ni vitu ambavyo Mungu anakuja kutuletea message, ama malaika anakuja kutuletea message ndani ya ndoto. Kwa hivyo tukasema kwamba sasa tusipuzie ndoto. Tukiota, wana wa Mungu, ni vitu vya thamani sana. Ni kuonekana kwamba Mungu anapendelewa na sisi, Mungu anatuhitaji ili atuongeleshe zaidi na zaidi. Kwa siku ya leo sasa, acha tuone mtu aliyekufa akaja kuongea na sisi wakati sisi tuko hai, wakati uko hai, wakati mtu ako hai. Na ndoto hii huwa inaotwa na kila mmoja. Watu wengi huwa wanaota waliokufa, waliowatangulia, wanakuja kuwaongelesha katika ndoto, lakini sometimes hawajui maana yake, hawajui maana ya ndoto hizo zina maana gani ama zina malengo gani. Siku ya leo sasa ndio maana tumesema acha tutafsiri ndoto ya aina hii, sababu wengi wananiuliza, na ukiota mtu aliyekufa anakuja kuongelesha, anakuja sijui. Okay, nikasema okay, acha tuombe Mungu ili atufunulie zaidi, tukuje kutafsiri pamoja na wapendwa ili wajue ndoto ya aina hiyo ina maana gani. Ukimwona mtu aliyetangulia kwa baada ya sisi ama aliyekufa, moja kwa moja, ndugu mpendwa, shika muda huo, chukua maombi, anza kuomba Mungu, muulize Mungu zaidi na zaidi kwa nini mtu huyo amekuja. Kwa katika maisha ya kawaida tunaweza sema hivi, ukimwona mtu amekufa alafu anakuja kutembelea, huwa kuna kwaga vitu vingi ambavyo tunazaongelea. Kuna vitu vingi ambavyo tunazaongelea kuhusiana na hiyo. Inaweza tokana na wewe mwenyewe binafsi, kwa jinsi unampenda ama ulikuwa unampenda. Kwao inatokana na kumbukumbu ya yale mambo alikuwa anakutendea, inatokana na jinsi ulikuwa unampenda, inatokana na mawazo kumhusu huyo aliyekutangulia, na labda mtu huyo alikuwa akikushauri katika maisha, ama alikuwa rafiki yako wa karibu. Vitu hivyo vinaweza sababisha ukaota ndoto za waliokufa katika usiku. Kwa hivyo sasa, ukiona aidha kama una fikra sana kuhusiana na mtu huyo, ndio sababu inaweza sababisha moja kwa moja kwamba ndio sababu za kumota. Lakini Biblia anatuambiaje? Biblia yayo katika kitabu cha Mhubiri 9 mstari wake wa 5, anatuambia kwamba walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini waliokufa hawajui yanayotendeka. Kwa hivyo
Sisi wanadamu tunajua kwamba tutakufa, lakini waliokufa tayari hawajui yanayotendeka hapa chini ya jua. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba hakuna aliyekufa anayeongea. Hakuna aliyekufa anayeongea. Kwa hiyo ina maana gani? Ukiota ndoto za aliyekufa kuja kukuongelesha, inafaa uingie katika ulimwengu wa roho. Unafaa kuomba sana. Kuna mambo ambayo sio sahihi yanayotembea ndani ya maisha yako. Kuna mambo sahihi, kuna vitu ambavyo havitembei katika maisha yako vizuri. Na muda mwingine wakati unaota ndoto ya aina hiyo, unafaa kujiuliza ama unafaa kujua mazingira na maneno mlikuwa mnaongea ni maneno ya aina gani. Wakati unamuona mtu aliyekufa anakuja katika ndoto, unafaa kujua huyo mtu ananiongelesha nini, ndoto za aina gani, yani tunaongelea nini, amekuja kwa picha ya aina gani, amekuja amekasirika, amekuja kwa tabasamu, amekuja kwa nini. Sababu gani? Wakati Yesu alipokuwa karibu ya kufa, alipanda mlimani Kisemani. Alipanda mlimani. Hapo wakati alikuwa naomba, picha mbili za aliyekufa na aliyeenda mbinguni bila kufa. Aliona picha ya Musa na picha ya Elia vikija vyote karibu yake, wakateremka wakamfariji. So walimfariji wakati ya huzuni, sababu Yesu Kristo alikuwa anaona picha ya yale mambo ambayo yanaenda kutendeka kwa maisha yake. Kwa hivyo wakakuja, ndio maana akasema Yesu Kristo wakati aliona picha hizo, ama wakati kabla hajaona picha hizo, alisema mwenyewe Yesu Kristo, Mungu, ingelikuwa vyema kikombe hiki kinipite, lakini sio jinsi isikue matakwa yangu, bali kwa jinsi wewe unavyovitaka. Ina maana gani? Sasa ndipo picha hizo zikateremka. Picha hiyo ilipoteremka, zikamuweka nguvu na ujasiri aliyekufa na asiyekufa. Kwa hivyo kwa mtazamo mwingine tena, ina maana kwamba waliokufa bado wanaweza kuletea ujumbe fulani. Ukitazama mitazamo fulani, waliokufa wanaweza kuletea ujumbe aidha wa amani ama wa kukurekebisha kwa njia fulani. Bwana wa Mungu Yesu Kristo akubariki sana. Najua kuna kitu ambacho umejifunza hapa, na kama huwa unaota ndoto za aina hii, chukua muda mwingi wa maombi. Jifunze neno la Mungu, soma neno la Mungu, jifunze maombi, ingia kwa maombi ili Mungu aendelee kukaa pamoja na wewe, sababu sio mambo ya kawaida haya. Sio mambo ya kawaida. Sipendi nikushitue ama nifanye nini, lakini mambo haya sio ya kawaida. Mungu akubariki sana. Mungu akuwezeshe, akuepushe na akulinde zaidi na zaidi. Shalom shalom, mwana wa Mungu. Mungu anakupenda, wewe ni wa baraka mbele zake Mungu na mbele ya wanadamu wenzio. Tuombe pamoja na mimi. Jehova, tunashukuru jina lako. Asante kwa tafsiri hii. Asante. Acha neno hili likae ndani yetu, liwe nguzo ya safari, liwe nguzo ya maisha yetu. Ni kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen.